Habari ndugu zangu, karibuni tena Kepa Africa. Leo tunaingia kwenye ulimwengu wa uchunguzi wa ndani. Mapenzi ni hisia, lakini usaliti ni mchezo wa mbinu. Ikiwa unahisi kuna kitu hakiko sawa, usipaniki. Leo nitakupa mbinu 77 za kijasusi ambazo majasusi wa kimataifa huzitumia kubaini siri, na mwisho nitakupa suluhisho ambalo litakulinda wewe na amani yako. Mbinu za kijasusi, the intelligence tactics. 1. Mbinu ya the baseline shift, mabadiliko ya msingi. Katika ujasusi, lazima ujue tabia ya kawaida ya mtu baseline. Ikiwa mwanamke wako alikuwa hapendi simu yake, na ghafla anaanza kuilinda kama nyuklia ya taifa, hiyo ni baseline shift. Ikiwa alikuwa anachelewa kurudi na sasa anawahi sana, au kinyume chake, chunguza mabadiliko hayo kwa umakini bila kusema neno. 2. Sheria ya digital footprint, mwangwi wa kidijitali. Sio lazima ukague simu yake. Angalia tu mabadiliko ya matumizi. Je, anatumia muda mwingi mtandaoni saa ambazo hakuwa akifanya hivyo? Majasusi hutumia mbinu ya time analysis. Ikiwa online yake hailingani na maelezo anayokupa, kuna signal inatumwa mahali pengine. 3. Mbinu ya the reverse questioning, maswali ya kurudi nyuma. Usimshtaki. Uliza maswali ya kawaida kuhusu siku yake. Baada ya siku 3, muulize tena kuhusu tukio lile lile kwa namna tofauti. Uongo unahitaji kumbukumbu kubwa sana. Ikiwa maelezo yanabadilika, inconsistency, ujue kuna kitu ameficha. Majasusi husema, ukweli una njia moja, uongo una njia 1000. 4. Mbinu ya emotional distance, umbali wa kihisia. Hii inaitwa the Cold War technique. Mwanamke anayesaliti mara nyingi huanza kutafuta makosa madogo ili agombane nawe. Hii inamsaidia yeye kupunguza hatia, guilt, alionayo moyoni. Akikuchukia wewe, inakuwa rahisi kwake kumpenda mwingine. 5. The scent and appearance intelligence, ujasusi wa muonekano. Mabadiliko ya ghafla ya urembo, manukato mapya, au kuanza mazoezi makali gym bila sababu maalum ya kiafya mara nyingi huashiria anataka kumvutia mteja mpya. Katika ujasusi, hii tunaita target rebranding. Suluhisho la kijasusi, the strategic solution. Ukishagundua au kuwa na mashaka makubwa, usifanye vurugu. Jasusi makini hatumii nguvu, anatumia akili. Hatua ya 1. Ukusanyaji wa ushahidi, the verification. Usikurupuke kwa hisia. Hakikisha una ushahidi usiopingika, ili usionekane mwenda wazimu au mwenye wivu usio na msingi. Hatua ya 2. Mazungumzo ya meza ya kidiplomasia. Mualike mahali tulivu. Mwambie, nimeona mabadiliko kadhaa, na amani yangu ni muhimu kuliko kitu chochote. Je, kuna kitu unataka kuniambia kabla sijachukua hatua? Hii inaitwa the soft confession tactic. Inampa nafasi ya kuwa mkweli. Hatua ya 3. Uamuzi wa mwisho, the exit strategy. Ikiwa usaliti umethibitika, usibishane. Jasusi anajua wakati wa kuondoka kwenye operation iliyofeli. Ikiwa huwezi kusamehe, ondoka kwa heshima. Usiharibu sifa yake, bali linda thamani yako. Kumbuka, mwanaume mwenye thamani, high value man, haombi kupendwa, anapendwa kwa sifa zake. Ujasusi ni kwa ajili ya kujilinda, sio kuumizana. Mapenzi yanapaswa kuwa bandari ya amani, sio uwanja wa vita. Ikiwa unahisi unachezewa, tumia akili, linda moyo wako, na uendelee mbele. Asanteni kwa kufuatilia simulizi hii hapa Kepa Africa. Kama umependa mada hii, usisahau kusubscribe na kufollow akaunti zetu ili uwe wa kwanza kupata mbinu hizi kila wiki. Mimi ni msimulizi wako, tukutane kwenye operation ijayo. Kwaheri.